Kuelewa kitu kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ngumu sana kuelewa wananchi wanataka nini ama jeshi linataka nini na waasi wanataka nini. Lakini ukiwa makini unaweza kufuatilia na ukajua nini kinaendelea. Nimezidi kutafuta vyanzo ama chanzo na kuendelea kutafuta ukweli ili nikija hapa nikuambie kitu cha ukweli ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya Kongo na waasi wa M23, lakini pia kati ya Kongo na mzozo ambao unaendelea Rwanda na Kongo. So nimezidi kutafuta watu tofauti, wachambuzi tofauti, na nimezidi kutafuta watu ambao wapo karibu na Goma, lakini na wengine ambao wapo Goma hapo, lakini pia kwa maripota wengine pia nimejaribu kupeleleza zaidi ili kujua ukweli, kwa sababu kama tusipo ripoti vitu vya ukweli nafikiri tutakuwa hatuwezi kukusaidia wewe ambaye unakuwa tufuatilia. So jana kuna tukio la M23 ambalo liliweza kufanyika pale, jaribio la kuteka mji wa Goma, na jana kulifanyika game plan fulani, kulifanyika plani kubwa sana ambayo jeshi la wananchi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliweza kufanya, likasababisha waasi waweze kuona kwamba wameweza kuingia Goma, wameweza kuteka Goma, lakini kabla hawajaanza kufikiria kuanza kutawala ama kuanza kuweka plani zao, ndipo jeshi ama tuseme jeshi ama vikosi vya serikali pamoja na vikosi vya wanaitwa wazalendo ghafla vikaanza kupigana na M23, na wale jeshi la wazalendo lilipoanza kupigana na M23, ndipo sasa jeshi la askari ama jeshi la wananchi na lenyewe likaungana pamoja na hao wazalendo, likaanza kuwashambulia tena, kuwatoa M23 nje ya mji wa Goma. Hizo ndo ripoti ambazo nimepewa kutoka mji wa Goma. Wakati huo kumbuka hawa M23 walijua tayari jeshi la wananchi limesha give up, aliwezi tena kuendelea na vita, basi wao wakajihesabia kwamba wamesha tawala, wamesha teka mji wa Goma. Lakini kumbe kulikuwa na plani. Unajua shida ya Kongo ni kwamba hawa M23 ni wanajeshi ambao ni wanajeshi ambao wanavaa uniform ambazo zinafanana na za jeshi la Kongo. Sijui kama unanipata hapo. Yani wanavaa uniform zinazofanana. So ni vigumu sana kuelewa kwamba huyo ni M23 na huyu ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi la kidemokrasia ya Kongo. So inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hata wakati tumerusha ile clip ama wakati wale wanajeshi walikuwa wanapita katikati ya mji wa Goma, kuna wengi ambao walikuwa wamedhani kwamba ni M23 na wengine wakawa hawaelewi hawa ni M23 ama ni jeshi la wananchi. So kama nilivyokuambia, raia yeye huwa anaga upande, yeye huwa anatembea na yule ambaye ameshinda. M23 wakishinda hao ndio wanakuwa upande wao, kwa sababu ukiwapinga utakuwa muasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inabidi uwe chini ya jeshi ambalo limeshinda ama unakuwa chini ya utawala ule ambao unakuwa umeshinda. Kwa hiyo kumbe game ilikuwa hivi kwamba wakati wale M23 wameshaingia pale Goma na kuteka Goma na kuanza sasa kutafuta mbinu za kuanza kuteka airport, wakati wapo katika mji wa Goma katikati,
Kumbe majeshi ya serikali yalikuwa wameshazingira mji wa Goma wote, walikuwa wameshauzingira mji wa Goma wote. Kwa wakati jeshi la wananchi limenyamaza na likasogea pembeni, wao wakafikiria jeshi la serikali basi lime give up na limeachana na wao, lika nyamaza. Kwa hiyo hawakuelewa kwamba kumbe ilikuwa ni game. Ghafla walishuka wanajeshi ambao wale walikuwa wanaonekana kama M23. Wengine walikuwa wanaonekana kama M23 wakiwa wamebeba mabegi mazito na silaha nzito, wakawa wanapita katikati ya Goma. Kumbe walikuwa ni wanajeshi kutoka Kinshasa, walikuwa wanaingia katikati ya Goma. So ndio maana utasikia kuna wale wananchi ambao walikuwa wanapiga kelele wakisema wakombozi wameingia, lakini kuna wale ambao hawakujua ni askari wa jeshi la wananchi ama ni askari wa M23. Kwa hiyo watu pia walikuwa confused, lakini kumbe lilikuwa ni jeshi ambalo lilikuwa limetumwa na kutoka Kinshasa lije kusaidia mapambano na kuwaondoa M23 katikati ya mji. Kwa hiyo wakafanikiwa. Wale jamaa waliposhuka, ninaambiwa sasa na wale ambao ni maripota ambao wako kule Goma, wanasema kwamba wale jamaa kutoka Kinshasa, wanajeshi wa serikali ya Kongo, waliposhuka pale Goma walikuja na kisilani kibaya sana, walikuja wakiwa wana hasira mbaya sana, na hao ndio waliopigana na M23 na kuwasambaratisha M23, na mpaka waliweza kuvunja mpaka wa Rwanda, wakaweza kuingia Rwanda, wakapigana mpaka pande za Gisenyi, na kiukweli mapigano yalikuwa ni makali, lakini pia maafa mengi yameweza kutokea kule kwa sababu mabomu, inasemekana mabomu yalirushwa, mabomu mengi sana, na serikali ya Rwanda ilijitahidi sana kutafuta mifumo na kuweka mifumo ya kuzuia yale mabomu yasiweze kutua ardhini, yasiweze kudhuru watu wake. Lakini ninaambiwa kwamba kulikuwa na mvua ya mabomu ambayo kuna mengine yalizuiliwa, lakini pia kuna mengine ambayo yalikuwa yameshashuka before waweke plani zao. Yalikuwa yameshuka kwa wingi sana, yani mvua ya mabomu. Kwa hiyo kuna uharibifu mwingi ambao umeweza kutokea pale Gisenyi, na bado mapigano yanaendelea kati ya jeshi yaliweza kuendelea kati ya jeshi la Rwanda pamoja na jeshi la Kongo, ama la wanajeshi waliokuwa wametoka, jeshi la serikali waliokuwa wametoka Kinshasa, pamoja na wale wanajeshi ambao walikuwepo pale Goma pamoja na wazalendo. Kwa hiyo M23 waliweza kusambaratishwa vibaya sana, na airport wakaweza kuidhingira airport, kuilinda airport, maana wale jamaa walikuwa wanataka kuteka mpaka airport na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini maafa mengi, naambiwa kwamba maafa mengi yameweza kutokea pande za Gisenyi, lakini pia maiti nyingi zimeweza kuokotwa na kuonekana nyingi sana pale Gisenyi, kulingana na uwingi wa mabomu ambayo na silaha nzito ambazo ziliweza kufanyika pale, ziliweza kutumika pale, na nguvu kubwa iliyoweza kutumika pale, kwa sababu mizinga ilikuwa inashushwa pale, risasi, mabomu mengi sana. So mpaka sasa hivi ninaambiwa kwamba serikali ya Kongo imegoma kabisa na kukataa kabisa kwamba haitaweza kukubali kuona kwamba ardhi yake hata mguu mmoja inachukuliwa na waasi wa M23. So nimeambiwa kwamba hata yale baadhi ya maeneo ambayo M23 walikuwa wameshanyakua tofauti na Goma,